Ifahamike, mfumo wa OCMS haujabadilisha ujazaji wa taarifa wala muonekano wa fomu CMA F1. Ili kuwasilisha mgogoro mpya kwenye mfumo, utabofya kitufe chenye alama ya kujumlisha kilichopo upande wa juu kulia na kujaza taarifa sahihi za mgogoro kwa kuanza na taarifa za mlalamikaji, yani complainant details, kwa kuchagua upande unaowasilisha mgogoro, yani refiling party, kati ya makundi yafuatayo: mwajiriwa, yani employee, mwajiri, employer, chama cha wafanyakazi, trade union, au chama cha waajiri, employer organization/federation, na kujaza taarifa zote zinazohitajika. Baada ya kujaza taarifa za mlalamikaji, utabofya sehemu iliyoandikwa next ili kuendelea kujaza taarifa za mlalamikiwa, yani respondent details. Mfumo utakutaka uchague aina ya mlalamikiwa, yani respondent name. Iwapo mlalamikiwa ni wadhamini, yani trustees, utachagua kwenye orodha iliyoainishwa na mfumo. Utafuta taarifa za wadhamini husika kutoka RITA na ujaze taarifa nyingine kama zinavyoonekana kwa ukamilifu. Iwapo mlalamikiwa sio miongoni mwa wadhamini, mtumiaji wa mfumo utalazimika kuchagua wengine, yani others, ambapo utajaza taarifa sahihi za mlalamikiwa. Ikiwa taarifa zimejazwa kwa usahihi, mfumo utakuruhusu kuendelea na hatua nyingine ya kujaza taarifa za mgogoro kwa kubofya kitufe cha next, na utaendelea kujaza taarifa za mgogoro, yani case basic details, kwa kuchagua aina ya mgogoro, nature of disputes, tarehe ya kuanza mgogoro, when did the dispute arose, sehemu ulipotokea mgogoro, place where the dispute arose. Je, mgogoro upo katika huduma muhimu? Is disputes in an essential service? Utachagua aina ya sekta mgogoro ulipotokea. Utachagua mkalimani kama inahitajika. Is interpreter required? Kiasi kinachodaiwa, amount owed, aina ya fedha, amount owed currency, nafuu inayoombwa, relief sought, ujira wa mwajiriwa, employee remuneration, aina ya fedha unayolipwa, remuneration currency, taarifa za ziada, additional information. Does the employment relationship exist? Je, uhusiano wa kikazi bado unaendelea? Endapo aina ya mgogoro ni uachishwaji kazi, yani termination of employment, sehemu namba 4, taarifa ya uachishwaji kazi, employment termination details, itaongezeka na utatakiwa kujaza taarifa za uachishwaji kazi kikamilifu na kubofya sehemu ya next ili kumalizia sehemu ya mwisho ya viambatisho, yani attachments. Mlalamikaji utaweka viambatisho kama unavyo kwa kubofya kitufe cha alama ya kujumlisha. Endapo utakuwa na kiambatisho zaidi ya kimoja, utapaswa kuendelea kubofya kitufe cha alama ya kujumlisha na kuweka viambatisho hivyo kadiri utakavyoona inafaa. Mlalamikaji utathibitisha taarifa ulizojaza kwa kubofya kiboksi kilicho wazi na alama ya vema itatokea. Kisha utabofya kitufe cha kuhifadhi taarifa zako, yani save, na mfumo utaleta ujumbe wa kufanikiwa kujaza taarifa za kesi kwenye akaunti yako. Case created successful. Baada ya kufanikisha kujaza fomu ya kufungulia mgogoro CMA F1, mfumo utakupeleka kwenye ukurasa wa mwanzo wa akaunti yako na utaona taarifa za mgogoro ulizojaza, na mwisho wa mgogoro huo utaona kitufe cha matendo, yani actions. Tendo la kwanza ni kukagua fomu ya mgogoro, yani view case, ili uweze kufanya masahihisho kama yapo kwa kubofya sehemu iliyoandikwa edit case, au kuipakua, yani download, kwa kubofya sehemu ya juu iliyoandikwa printout. Itafungua na kubofya sehemu ya kuona form, yani view form number 1, kwa ajili ya kuiwasilisha kwa mlalamikiwa. Baada ya kuiwasilisha fomu ya mgogoro CMA F1 kwa mlalamikiwa, utapaswa kuambatisha, yani attach, ushahidi wa upokelewaji wa fomu hiyo na mlalamikiwa kwa kubofya sehemu ya matendo, yani actions, na kuchagua attach proof of service, na mfumo utakuruhusu kuituma, yani submit case, kwa ajili ya kupata namba ya malipo, yani control number. Mgogoro utapokelewa kwa ajili ya kufanywa kazi baada ya mlalamikaji kufanya malipo.